Sasa wewe umenipanga kuhusu kazi hapo mpaka saizi mimi nakuja na kugongea. Nilitegemea hata simu yako rafiki yangu. Sawa. Mimi nimeona kwanza upo kimya mpaka saizi saa 3 hii. Nikajua labda tayari umeshaga hili. Sasa unafikiri mimi ningefanyaje? Nikaamua kulala zangu. Sawa. Jiandae, chukua vifaa tuondoke sasa. Vifaa tunaweza kuchukua, lakini sasa na hicho kijola mimi siwezi nikatembea na wewe kweli mtaa. Hivi kweli wewe mimi nitembee na wewe sengo umevaa kijola kama hivyo? Na mimi si nitaonekana wale ndugu yangu. Sasa mimi si ndio nimezalilika njiani? Sasa wewe mtu umetoka kabisa nyumbani, yani kabisa upo serious sengo kweli kabisa, mwanaume unatembea umevaa kijola. Ina maana ukoona nguo zote nyumbani mpaka ukaamua kuvaa kijola? Hii ndugu yangu hayo yote kaataka shemeji yako. Jana tumeongea tu vizuri kwamba mimi kesho asubuhi nina kazi. Tukaelewana vizuri kabisa. Asubuhi sasa natoka namwambia bwana mimi naenda kazini purukushani bwana. Ngumi. Kila nguo anayoshika ngumi. Vugu yani kabisa. Hakutaka kabisa mimi nije kazini. Jana tumeongea tu vizuri kutokana na hali yake, lakini mimi sikutaka vurugu nyingi. Mimi baada ya kupata upenyo nikavuta tu nguo, nikajua mimi kanzu yangu ndugu yangu, nikatinga mbio. Yaani sikuangalia chochote ndugu yangu. Sasa kulipotoka tena watu wanaweza kujua mimi upinde. Huyo mwanamke atakuja kuoa ndugu yangu. Kwa staili hii. Wewe utoboi. Sasa usikie, nenda kachukue nguo zangu hapo ndo tuondoke kazini. Mimi siwezi nikatembea na wewe kwa katika hali kama hiyo. Sawa. Njoo basi unipe hizo nguo zako. Wewe angalia hapo kwenye kamba hapo. Sasa mtu mwenyewe unahangaika wanawake kibao wako unakuja kuhangaika na mwanamke kama huyo. Hapo mimba na miezi 5. Ikifika miezi 9 si nimekusahau wewe ndugu yangu wewe. Wanawake kibao hapo wakuoa mjini Tanga kule Zanzibar, watoto wamejistiri vizuri, wana maadili safi. Unakuja kuhangaika na watoto wananilio huko. Mimi bora niendelee hivi hivi mnala mmoja. Ndio maana sitaki kuhangaika kabisa na wanawake. Nani tena wewe kama mafuta Firauni? Jamani, yaani mtu kabisa na akili zake timamu anaweza kuna perfume za jelo? Unataka mtoto wangu akitoka mtomoni atoke na vipele? Angalia sasa mtoto wangu anapotoka anavyosweat mna jasho kwa sababu ya perfume zako za 500. Hivi wewe dada, hata ya perfume ya 500 unayo? Hata ya shilingi 1000 tu unayo? Ya maiti unayo? Haijatokea hata siku moja nikasikia unanukia perfume ya aina yoyote ile. Hivi unachukuliaje mimi? Mimi perfume zangu sio za hapa. Mimi napanda ndege naenda kuchukua perfume huko Mozambique. Kwani perfume yako ni huko unako kusema? Maana sijawahi kusikia harufu ambayo unaitoa wewe kwenye mwili wako sehemu nyingine yoyote ila ni kwako. Yaani hapo ulipo unanuka uvundo. Yaani sijui hata hiyo nguo ya ndani huwa ufui mwenzangu. Na huyo mwanaume anashinda. Wewe mwanamke. Halafu kingine. Hiyo mimba hiyo ni ya kwako wewe, sio ya kwangu. Umeelewa? Huko kujivunia sijui mimba, sijui nini. Hapo hivyo una uhakika umebeba binadamu? Je, kama umebeba chula? Umebeba moshi? Unajiringisha tena na mimba. Kwa hiyo mimba yako mama, isinipe kero mimi. Umenielewa? Unanitukania mamangu mimi? Unanitukania mamangu? Hivi unajua kama tusimoja bei gani kwenda kushtaki? Unajua tusimoja bei gani? Kwa nini unanitukania mamangu? Yaani leo tunakuwa mjumbe. Sasa hivi tunakuwa mjumbe. Asikani untukana na hali ulokuwa nayo unafikia tu kunitukana. Yaani tukana mamangu. Nyamaza kwanza mke wangu, nyamaza basi. Tatizo nini sasa? Unataka kunipiga? Basi sasa. Mimi mwambia tu kistaarabu. Hiyo perfume mpaka mimi inaniumiza kutoka roho yangu. Anaenda kukaa mtoto mimi nitakufuga mimi. Sitaonea mimi. Basi mke wangu, nyamaza. Dada, vipi tena? Tatizo nini? Unatakaje kumpiga mtu katika hali kama hii kweli? Wewe unaona yeye iko sawa? Wewe unaona hali aliyokuwa nayo na wewe jinsi ulivyo, unatakaje sasa kumpiga? Hivi wewe kaka, kwa mtazamo wako tu ukiniangalia mimi kwa muonekano wangu na hiki kimwili hiki kidogodogo, naweza nikapiga tipo kama hii? Umeona sasa? Basi mke wangu, basi umeona sasa? Huko ni kuvunjiana heshima. Huyu ni mke wangu, mimi nimewekeza hapa. Huwezi kumuita tipwa. Unamwita tipwa mke wangu sasa.
Alafu pia mimi siwezi kujaji kitabu kwa cover la nje kwamba ulitaka kumpiga au ukutaka kumpiga. Hicho kitu ambacho unataka kukifanya sio sawa kabisa. Mimi nakuomba nenda ili tusivunjiane heshima kwa sababu mimi nakuheshimu. Naomba uende. Unaona hapa eti umeoa. Eti tipwa lisiitwe. Ili si limejaza mimavi tu hivi la kunya hili. Basi mke wangu. Basi. Pude. Mimi nakuheshimu sana. Sana kabisa nakuheshimu. Humu ndani tumepanga kila mtu na maisha yake, kila mtu na vitu vyake. Nakuheshimu. Tusikia tu ya kuvunjiana heshima. Huyu mimi ni mke wangu. Na hali aliyokuwa nayo nadhani wewe mwenyewe unaiona. Anatakiwa kurelax, anatakiwa kupumzika. Hatakiwi kupata kero kabisa. Naomba uende. Yaani tusije tukatibuana kabisa. Mimi nakuheshimu dada. Naomba nisikilize moja. Mwambie huyu tipwa wako mvivu wa kunya aliyejaza mavi humo kwenye mwili wake. Ashike adabu na imshike. Afu kingine nakuonea huruma sana kakaangu. Nakupa pole sana. Umeoa mwanamke ambaye hana akili. Cha kukusaidia kampime akili. Mama kija utantwaro, mama kija chuo utantwaro, mama kija chuo utantwaro, mama kija chuo. Unajifanya mjanja sio Dalili inaonyesha kabisa ulikuwepo hapa sasa hivi. Vyombo si hivyo hapo. Yaani kuchukua hela mnajua ila kulipa pesa hamtaki. Mimi ndo kijumbe linalochangamka nitakuonyesha na kuambia masaa 24 nenda kuna kanyaga mguu wangu mpaka unipe hela yangu. Yaani mimi hela yangu hailali. Kila siku lazima atoke mtu. Nitakuonyesha. Basi mke wangu yaishe. Basi. Nyamaza basi. Hebu dai tulia hapa. Kwanza ulivyoondoka hapo ondoka kijua changu. Hizo nguo umezitoa wapi? Nimezitoa wapi vipi mke wangu? Wewe asubuhi tumegombana hapa, si nimekwambia mimi naenda kazini, nampitia mtu naenda naye kazini au sijakwambia hivyo? Tumegombana mpaka mimi nimebeba kijola nikajua kanzu. Nafika kule ndugu yangu ananiambia mbona umevaa kijola? Akaamua nipe nguo zake ili twende kazini, tukirudi nitamrudishia nguo zake. Kwa hapa nimekuja nazo nyumbani nibadilishe nguo zangu ili nimrudishie nguo zake. Kijola chako hiki hapa mke wangu. Si hiki kijola chako au? Hivyo unanichukulia mimi skolu sana Unanichukulia mimi skolu? Yaani umeona mimi sasa hivi nina tumbo kubwa hili, maajabu sina nimetulia hapa, unaanza kudanga huko. Umetoka kwa mara zako huko, unasingiza tumetoka kwa rafiki yako. Unanichukuliaje mimi wewe? Mke wangu ndio unanikosea sana. Yaani unanikosea mno. Unanikosea kabisa. Mimi hayo mambo ya michepuko mimi wapi na wapi na mimi? Mambo hayo mimi wapi na mimi kabisa. Mimi nimekuwa naenda kazini. Nimeenda kazini. Nimeonekana na kijola ndugu yangu kanipa nguo ili nistirike. Sasa unachotaka tena tugombane nini? Basi atune ndani. Kwa hiyo ulipotoka mpaka unatoka nje hujaniona kama umevaa kijola. Hivi unachukulia mimi pimbi sana Sasa twende kwa rafiki yako. Sasa basi subiri niingie ndani nibadilishe nguo zangu ili mradi twende huko nikampe nguo zake. Mimi naona unanichelewesha. Hebu utondoke. Viatu nilivikaa. Sasa mke wangu, ina maana mimi na wewe sasa hivi hatuaminiani. Wewe uniamini mimi. Huko sikuzalilishana sasa huko. Mimi nakwambia mume wangu nimekumisi tuka yote. Tumbo lako linanichoma. Kumbe unaenda kwa michepuko yako. Sasa mimi nimekwambia tumbo linanichoma. Mimi nimekwambia tumbo linanichoma. Mimi wewe hapo mimi. Heka za mama kijacho. Imenigeuza milele libo. Akiema mimi nakimbia. Hivi unajua unanikosea sana. Yaani unanikosea kupitiliza. Haya sawa. Tunaenda huku ukiambiwa kama hizi nguo ni za kwake. Utajisikiaje? Au mimi atanionaje rafiki yangu? Wewe si nishakwambia kama hizi nguo ni za rafiki yangu au nini unachokitaka? Hivyo unanichukuliaje wewe?
Mimi najua kabisa hizo nguo sio za rafiki yako. Hizo nguo ni za mchepuko wako na ndio maana hutaki kwenda kuna kutaka kwenda. Sasa nisikize nikwambie. Nitakutia vitu sasa hivi, unanielewa eh? Mwanangu tulia. Tulia kabisa, hii show naimaliza mwenyewe wewe, tulia hata usete mdomo wala nini. Wewe nyamaza. Sikia nikwambie. Kwanza kwenye nakuvumilia tu. Yaani sitaki kuona nyumba aina yoyote hapa nilipo. Leo yangu ipo puta. Naomba twende. Maana vizidi kukaa mimi leo yangu ni sijui pa kuiweka ni wapi. Hivi unajua acha utoto, sawa? Acha utoto. Nitakuja nikupige unajua Melissa. Melissa. Twende nyumbani. Usinichanganye. Wewe, usinichanganye. Mama, heka za mama kijacho zimenigeuza milinde libo. Akiema mimi nakimbia. Jamani mimba inenimba. Heka za mama. Majirani! Mwenye masikio anisikie vizuri sana tu. Kama kuna mtu ana namba ya polisi ampigie. Na kama kuna mtu ana namba ya ambulance aipigie isike mapema hapa je kubeba miili ya watu wawili. Maana nitakachokifanya tutagawana majengo. Mke wangu, hivi unajua unakosea? Yaani unakosea kabisa. Hapa ni kwa watu. Kuwa na nidhamu, kuwa na ustaarabu. Hapa sio nyumbani kwako. Sasa kama makelele ya nini sasa? Wewe umesema nikulete sehemu ambapo nimetoa hizo nguo. Si ndio hapa? Subiri sasa. Acha maneno yako ya ajabu bwana. Mambo hapa kunizalilisha. Sengo, naomba niitie malaya wako. Maana leo niita wa kung'uta. Sasa hapo iko kiumbe kikizaliwa kinakuaje? Mungu wangu, mtunze mwanangu wewe Mungu. Ndugu yangu. Uliendi? Baba. Baba njoo baba. Baba njoo kwa jazi baba. Baba. Ndugu yangu. Mimi niseme asante sana kwa kunistiri muda ule pale asubuhi, nashukuru pia. Nilivyokuja hapa kwako na kijola ukanipa nguo zako, twende kazini, baada ya kutoka kazini ulisema nikurejeshe. Ila nilivyorudi nazo nyumbani hizi nguo nimekuwa kizaazaa. Inaonekana hizi nguo sio za kwako, nimetoka nazo kwa mchepuko. Yaani mimi asubuhi sikwenda kazini, nimeenda kwa mchepuko, nimebadilisha nguo, nimeenda nazo nyumbani. Unampanga eh? Hamna shemeji. Huyu sio kwamba ananipanga. Unajua jana tulikubaliana mimi na huyu jamaa leo aje nimpeleke kazini. Sasa asubuhi alivyokuja alikuwa amekuja amevaa kijola. Na huyu mtoto wa Kiislamu nikasema hapana. Sio sahihi huyu atembee na kijola. Nikamchukua ndugu yangu nikamwambia chukua nguo hapo ndani, twende wapi? Kazini. Shemeji, hili shati ni la kwangu. Hili nimenunua mimi Mtumbani kwa bwana Jose pale Kalume pale. 15,000. Hii pensi mimi naijua ndugu yangu na wewe unaijua shemeji. Kwa hiyo huyu bwana hiyo michezo hana, kama unamuhisi labda alipitia kidogo. Anaga hizo tabia, namfahamu ndugu yangu Sengo. Unaichekeshekesha onekane mcheshi eh? Haya sawa. Nimekubali hizo nguo ni za kwako. Kwa nini mnashia nguo? Lakini shemeji mimi nimemstiri tu kama ndugu yangu, muungwana. Unajua sisi waungwana muungwana akichotama basi unafanya nini? Unamstiri kidogo. Kwa sababu mimi sina tabia ya kuvaa nguo za mtu na sijai kurudi nyumbani nimevaa nguo za mtu. Hii imetokea kama emergency. Baada ya purukushani mimi na wewe asubuhi nikajikuta nimevaa kijola. Nikajua kazi. Napoongea na peni kizibo kaa pembeni. Wewe unavaa nguo zake wewe. Kama ana mikunyazi yenye midonda inayotoka usaa, akikuambukiza je? Migonolea ile miuti ya isugu ikitoka kwenye nguo ikaja ikaichuruzika ukaivaa na wewe. Unataka huyu mtoto atatoka na hali gani huyo? Bana shemeji bana, usivuke mipaka. Ukanifanya nikapandisha hasira zangu mimi za Kisambaa nikakutia vichwa nikaonekana nalo mbaya. Ndugu yangu usifike mbali. Mimi niseme tu samahani na uniwie radhi mimi ndugu yako. Ila nashukuru kwa kunistiri ndugu yangu. Maana kwa kile kijola ningerudi tena nacho nyumbani jioni hii ilikuwa mtihani. Watu wanaweza wakafikiria vitu vingine wakanipa na kikuku nivae mguuni. Nashukuru sana. Basa mimi acha niende nyumbani na shemeji yako nikabadilisha hizo nguo then nikuletee nguo zako ndugu yangu. Hilo halina shida, wewe nenda nazo wewe ndugu yangu bana. Nini? Wewe nisikize kwa makini. Na hili sio ombi, ni lazima. Ingia ndani, kabadilisha hizo nguo, uvae kijola ulichokuja nacho. Mke wangu. Astaghfirullah alazim. Mke wangu, sasa hii inawezekana vipi mimi mtoto wa kiume nikatembea na kijola?
kwa makusudi kabisa. Asubuhi ilikuwa dharura tu, mimi nikajua ile kanzu. Choma ndani. Hii inawezekana vipi? Mimi navaaje kijora sasa? Mimi navaaje? Yaani wewe uvae kijora, mimi nivae kijora kweli? Huko mtaani unatuonaje? Au mimi unanichukuliaje mimi? Sasa niona mimi nimeleft group, mke wangu wa mambo gani sasa? Hebu acha utoto ujue Melissa. Wewe. Unanichukuliaje wewe labda? Tungane sasa. Utaenda uende? Naenda. Mimi sitaki kwenda jela, naenda. Kwa hali yako sasa unaweza kukupiga hapa sasa nikaenda jela, mimi naenda. Baba. Ungekaidi uone. Lakini shemeji yule unajua mtoto wa kiume yule. Usiingilie familia yangu. Afu kumbe wewe ndio una mdomo sana wewe ndio shabiki mandazi Basi shemeji. Wewe ndio mshauri wa ndoa Shemeji? Unaniangalia kama hivyo utakunipiga picha? Basi aisha. Shughuli. Mambo hapa kazi yanaye. Ndiye anachagua wake nani wa kuoa. Hangaika. Kazi hiyo. Wow. Sasa namna hiyo. Yaani hapa kwanza natamani vidole vingekopo sale. Tukitoka huko tuko lele, tuko live. Utafikiri tumetoka kwenye shughuli. Tuondoke zetu mume wangu. Hao hapa mbele sasa hivi wanaona wao. Mama kija utantwaro, mama kija utantwaro, mama kija cho utantwaro, mama kija cho utantwaro, mama kija cho. Asa kitu gani chef ambako unanunia? Hivi unajua unanikosea sana. Yaani unanikosea mpaka unapitiliza. Mimi mtoto wa kiume kweli unanivalisha kijora natembea. Angalia mtaa mzima wananiangalia mimi, watu wananicheka. Kwa hiyo ndio furaha yako, unajisikiaje yani kwa mfano? Unavyoishikilia mpendeza kweli. Sasa wewe, wataka wafurahisha watu wengine ili weje? Wewe unakufurahisha nini? Tukifurahi sisi familia yako basi, mpaka wengine wafurahi. Yaani unanikosea sana Melissa. Sasa hiyo mimba au kichaa cha mimba? Hiyo hali tu mtoto hajazaliwa au kawa kichaa au mtumboni? Kama kichaa sasa kitoka tatafuna magodoro huyo mtoto. Jamani, mtu amekuwa panya mpaka atafuna magodoro? Basi mwanangu usilie. Jamani unaona unafomfokea mtoto mpaka anaanza kulia. Unaweza kumfokea mtoto mdogo hata hajaanza kuzaliwa jamani. Kweli jamani, una hata huruma wewe. Wewe na mwanao bwana mnanichanganya bwana. Sasa hiyo mimba kweli, hiyo mimba gani sasa hiyo? Yaani mimba inataka babake azalilike. Umeona sasa? Sijui unanisikia? Ewe mwanangu mimi napata tabu. Ungekuwa unajionea mama yako anavyonipa adhabu. Naosha kitu gani hapo? Hebu toka pale. Minywele ile kakalaba. We dada, tusicheke. Tanzania mpata uhuru hii. Ilipata uhuru unajua leo? Au umetoka usingizini mwenzetu? Hii kweli eka. Kweli hii kupata kwa mimba. Eka kitu gani? Muone kwanza. Kazi kujifunga mifundo tu. Unajifunga riziki na maana uolewi. Muone. Chefu. Umeona unavyonizalilisha? Umeona? Kwa hiyo hapo ndio furaha yako kabisa mimi ninavyozalilika sasa. Si ndio? Asa umekuzalisha kitu gani? Lazima huu mtaa uchangamshe. Lazima watu wachangamke macho. Sio kila siku umepoza. Sasa wanaondoka. Basi nisubiri. Wewe. Hey mama, heka za mama kijacho. Zimenigeuza milinde libo. Akiema mimi nakimbia. Jamani mimba ineni mimba. Heka za mama kijacho. Damwasi. Wala hata nikukuta. Maana nilichokukuta huko, nachoka mimi pina. Umeona nini? Maana umekuja hai kama mtu wa kifuu. Haya niambie. Yaani nimemwona Sengo, huwezi amini. Amevalia kijola akiwa ameongozana na mke wake. Kwanza achana bali na za Sengo. Umekuja na pesa yangu ya mchezo au umeleta umbea tu? Maana sije kuwa umbea umeukumbuka ila pesa yangu ya mchezo umesahau. Naomba uniambie hela yangu iko wapi? Nimekuja kwako sija kukuta. Nimekuta vyombo viko nje. Nikasema nikiba hata kibakuli. Najua tutoe 2000 mlivyo. Mna midomo mrefu sio kusema ile milioni 2 nikaondoka. Na timu yangu unajua vizuri sikutaka shari, sikuchukua kijiko la kibakuli. Haya naomba pesa yangu. Damwasi, kumbe unanidai. Mimi pesa yako nitakulipa.
Unajisaulisha pesa yangu utanipa unavyojisikia. Sikiliza hivi, pesa yangu unatoa utoi? Yaani umbea unaujua, lakini pesa yangu umesahau. Unataka pesa yangu sasa hivi kabla sijakubadilishia sura yangu. Nataka hela yangu. Nilisahau kama unanidai. Mimi pesa yako nitakulipa. Utanilipa unavyojisikia, si ndio? Yaani umesahau kwamba ulivyokula hela yangu ya mchezo, pesa unanipa unavyojisikia. Nakupa masaa 24. Nikifika mpaka jioni hujanipa pesa yangu nitakuonyesha. Na nikifika kwako thamani ya pesa yangu nachukua chochote kile ninachojisikia. Mpumbavu wewe. Changanya ukatafutie hela yangu. Mata ushenzi mimi. Ngoja Heka heka za mama Kijacho zimenigeuza mimi nilivyo. Akiema mimi nakimbia. Jamani mimba ineni mimba. Heka heka za mama Kijacho ananituma kama kijana wa mtaa. Lakini nampenda siwezi sema. Nabeba mzigo wangu kwa raha. Wewe Sengo, hivi una akili kweli wewe? Wewe umezaliwa na nani? Mbona katika ukoo wetu hakuna mapumbavu kama wewe? Hivi mwanaume gani lijali ambao umekamilika, una mandevu yako kabisa, unaweza kumtia mwanamke mimba, unakubali kuvalishwa kijola? Mtaa mzima huu unatutia aibu. Mwanaume dume zima unatembea na kijola. Uko sawa wewe? Au utakuwa umerogwa? Maana hisi sio akili yako. Yaani dada, wewe usichokijua, mimi na wifi yako asubuhi tulikuwa tunagombana. Alikuwa hataki mimi niende kazini. Kwa hiyo katika purukushani za hapa na pale, mimi nikavuta nguo nikajua kanzu, kumbe ni kijola. Ndo nikaenda nacho kazini. Sasa hizi hapa ndo nimerudi naye katoka kunipokea. Hivi Sengo, una akili kweli wewe? Yaani sio kugombana mimi na wewe sasa imekuwa shida. Kila unaimuona tuligombana. Kila unaimuona tuligombana. Hivi mwanaume kwani hauna kilukuma wewe? Kwani kilukuma huna mwanaume wewe? Sasa hapo Melissa, mimi kosa langu liko wapi sasa? Mimi namuelezea dada jinsi ilivyokuwa. Au wewe unalala mimi kunitembeza na kijola mtaani? Mimi sinamuelezea jinsi ilivyokuwa sasa. Unamwadisia kama nani? Kwanza kafuata nini hapa? Mwambie dada yako huyu, maana amezidi sana uroho. Kama umekuja kula pale asijapika. Nisikilize wewe mjusi. Nisikilize wewe mbwa koko ambao umeshindikana. Hivi wewe ndo wa kwanza kubeba mimba? Umebeba mimba ya Sengo, umebeba mimba ya dunia. Kwa nini unamfanya hivyo ndugu yangu? Unafikiri kumloga Sengo utaroga uko mzima? Nisikilize mjalana. Kama umemloga ndugu yetu ndio unacholiingia. Mwisho wako utajulikana. Hata sisi tunajua waganga mbwa wewe. Nisikilize hivi nikwambie. Hivi nyinyi mwife mbona mna midomo sana nyinyi? Mtu asibeba mimba. Tasa, asai, si nini? Aisa sio. Si. Akibeba tena. Mimba yake inasumbua. Mtu afanyeje? Hivi kitu gani kiwajema kwenu? Melissa, unajua unakosea. Huyu mimi ni dada yangu kabisa. Ni wifi yako unajua. Chunga mdomo wako. Kwa hiyo kama wifi yangu nimsaidie nini? Kimemeta nini hapa? Masuala yangu mimi na wewe ya familia yetu inamhusu nini? Familia yenu wewe na yeye ni yeye, kivyenu vyenu hatuhusu. Na si mambo yetu watu wake yamuhusu vile vile. Halafu unajivuna mdomo. Dada. Nini sasa? Hivi naenda umerogwa kiasi hicho. Si mwache nipige. Mdomo wewe, mwangalie. Kapata mtoto bega na msinatoka. Na nitarudi. Basi, jiache. Bega mtu limekatika. Limekatika kabisa, nimelisikia damu za mturuzika huku tumboni nazisikia na miminika kama oksijeni. Basi pole sasa, basi tuingie ndani. Sasa unataka wewe unashindwa kumlinda mtoto wako yuko tumboni. Je, kutoka duniani utamlinda? Jamani. Sasa Melissa, mimi unataka mimi nifanye nini? Mke wangu unataka mimi nifanye nini sasa? Kaondoka. Kaondoka. Lakini amesikia kama mtoto katika bega. Safi. Najua hapa siku nyingine aweza kurudia kunipiga mwili wangu. Ondoke. Mama Kija utanitoa roho. Mama Kija utanitoa roho. Mama Kijacho utanitoa roho. Mama Kijacho utanitoa roho. Mama Kijacho.
Mimi nahangaika milala tu. Wewe. Hivi unajua saizi ni usiku. Muda wa kupumzika. Tunaamshana vipi sasa? Unakoroma unanipigia makelele. Mtu unakoroma kama simba. Hau koroma mimi nimeanza muda gani? Mimi ndio kwanza tu hapa natafuta usingizi. Unaniambia nakoroma na nini sasa mimi? Kwa kumeta usingizi hujakupata vizuri. Kwa mimi ninavyohangaika peke yangu hapa, wewe kama unanisikia afu unyamaza kimya. Sasa wewe ulikuwa unatakaje? Uinuke unisaidie. Asa mimi ninakusaidia vipi mke wangu wakati hilo tumbo liko kwako? Ingekuwa kibegi kwetu tungesema tunapokezana. Basi nipe hilo tumbo basi mimi nikae nalo wewe ulale. Nipe hilo tumbo sasa. Basi tukae tu macho tu wote. Huu muda wa kupumzika umenienyesha we, mchana kutwa mtoto wa watu mimi nahangaika we. Sawa, basi saa hizi usiku niache kidogo tani nipumzike. Mimi binadamu unajua. Mimi situmii mafuta unajua, natumia damu na nyama. Niache basi nipumzike mke wangu, mbona una huruma wewe? Kwa hiyo pumzike afu mimi nikae macho. Wakati mtoto akizaliwa wetu wote. Kila muda tu eka. Niache basi nipumzike saa hizi. Wewe inuka usilale, inuka kwanza. Yaani hapa nilipo nasikia kichefu. Naomba kanitafutie udongo kwanza. Yaani kanipe udongo, maana nikitapika hapa iki chumba kizima kinajaa. Iko kichefu ninachokisikia hapa. Kwa unataka udongo? Yaani fanya haraka. Enda. Asa unashangaa nini bwana, fanya haraka. Yaani unavojivuta sasa. Wakati mimi ndio naipata tabu hapa. Heka za mama kijacho zimenigeuza milele ligo. Mimi nakimbia. Shika. Udongo umechacha sio toa lini? Sasa hivi mke wangu kweli udongo unachacha, udongo tangu lini ukachacha kweli? Yaani udongo tangu lini ukachacha jamani? Mbona sasa mauzauza? Udongo unachachaje sasa? Yaani ulivyoletea udongo ndo kabisa kichefuchefu kinazidi. Yaani nikisema nitapiki hapa chumba kizima chote kinajaa. Hivi unajua mke wangu saizi ni saa 8? Saizi ni usiku. Maduka, magenge yote ambayo yanauza hivi vitu hakuna. Wameshafunga. Yaani unapozidi kuongea afu ndio kunitafutia udongo yaani ndo kichefuchefu kinanizidi nikianza kuyafanya yangu mimi hapa kukaliki. Lakini mke wangu unajua saizi ni saa 8. Usiku, maduka, magenge yote ambayo yanauza maudongo yamefungwa. Hebu basi kwa na huruma saizi usiku. Mimi kesho asubuhi nikiamka tu naenda kutafuta udongo mwingine mzuri. Huu achana nao. Huu kama umecheza tunautupa. Mimi kesho nakutafutia udongo mwingine mke wangu. Usiku na mimi nani bora? Hebu kanitafutie udongo bwana. Inuka. Nenda sasa hivi bwana. Ni what this? Heka za mke wangu zinanipa kiwewe. Anataka isivyowezekana. Mimi sina uwewe. Nimebeba mzigo wa ndoto zake mpaka mgongo umelegea. Heka. Moyo wangu umechoka kulalamika. Ujali usiku mchana, mama kija ukitaka lako. Akili unanichanganya, nakonda kwa ajili yako. Kuna unavyotaka siviwezi, na vingine sijawaiona. Kuna muda naishiwa pozi, mwenyewe unaona poa. Oya bwana Sengo. Sasa mbona na usiku wote umekaa hapa vipi? Kuna tatizo? Ni matatizo tu ya kifamilia.
ungekuwa umeoa au unaishi na mtu, ningekushirikisha hizi changamoto, huenda ungenishauri chochote. Lakini kwa bahati mbaya wewe hujaoa na mtu ambaye ulikuwa unaishi naye pia ameondoka. Kwa hiyo sidhani kama una chochote cha kunishauri. Naomba tu niache, endelea na mambo yako. Kweli watu wanajiulizaga, wanatafuta mchawi usiku, anatafutwa, lakini kumbe wachawi tunaishi nao. Lakini I am good to the queer, to the here. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Wewe vipi? Bahati mbaya wewe, unajua bahati mbaya wewe. Sasa ndugu yangu, hivi wewe unadhani kuna kitu ambacho sisi hatukijui kuhusu wewe na mke wako? Mmekaa mmezoea kukimbizana hadi mchana kweupe na madela mmevishana. Tunajua kila kitu, na hapo inawezekana hata mmezinguana. Mke wangu hajakuwa hivyo kabla, ila sasa hivi amebadilika, nahisi kutokana na hali aliyokuwa nayo. Kiukweli hapa nilipo nimetumwa udongo. Usiku nimehangaika, maduka yote, magenge yote yamefungwa. Ndio maana nimekuja zangu hapa kidogo nifikiria nini cha kufanya. Maana nikisema nirudi hivi hivi, hatuwezi kuelewana kiukweli. Yaani kutawaka kabisa yani. Ndio maana tukawaambia nyie watoto wadogo, inatakiwa mkutane na sisi ambao tumekula chumvi na maji kwa pamoja, yani tulitumia chumvi na ugali tukaa. Sasa sikiliza, wewe ni mwanaume mwenzangu, nataka nikushauri, nataka nikusaidie kama mwanaume mwenzangu. Sasa nakupa mbinu za kivita. Ongea hapa. Mama kija utantoro, mama kija utantoro, mama kija cho utantoro, mama kija cho utantoro, mama kija cho. Sijui unanisikia ewe mwanangu, mimi napata tabu. Ungekuwa unajionea mama yako navyonipa adhabu. Usiku silali, mchana ikaeka, kazini siendi. Kucha. Mke wangu, imekuwa sio bahati. Nimepata ajali, nimekutana na wezi. Asa akawa wananisachi. Nikawaambia mimi sina kitu, kwa bahati mbaya wakanipiga ngumi. Yaani hapa sijui kama kuna meno yangu mengine yamekaa sawa. Wamenipiga ngumi, si unaona damu zinavyotoka kwenye pua. Udongo wenyewe kwa bahati mbaya nimeuangusha. Nikaona kwanza nirudi nyumbani mke wangu. Kwa hiyo umepata ajali, afu udongo kwa uacha. Kwa nini usingewaelekeza watu waniletee udongo afu ukadili nao huko? Sasa mke wangu, yani mtu ambaye anatakiwa alete udongo kweli afe, udongo ufike. Kwa mbona unakuwa una huruma? Au mtoto akizaliwa babake utamwambia babake amefanya nini sasa? Au babake yuko wapi? Mbona mke wangu una huruma? Mimi nimetoka kuhangaika kwa ajili yenu nyinyi, kwa sababu yako wewe upate udongo. Nimepatwa na ajali, nimepigwa huko na wezi. Bado tuna unasema bora angenichinja. Kweli mke wangu? Haya, wewe ulikuwa unataka nifanye nini sasa ili wewe ulizike? Kama mimi tu nimejitetea nimerudi udongo hakuna, unaniambia bora wao angeuletea udongo, mimi ningebaki. Au ulitaka nifanye nini ili roho yako ilizike? Sasa hapo umepambana nini? Yaani kupigwa tu kijingumi tu kidogo. Yaani kutoka tu vijidamu tu vidogodogo tu. Basi nimepigwa udongo. Yaani umeacha kitu cha samani, umekuja wewe. Wewe una samani gani kuliko udongo? Yaani hayo meno na hizo damu zinazotoka hapo. Sidhani kama meno yametimia. Kwanza mimi sitaki tena kuishi na mwanaume mwenye mapengo mundani. Sasa wewe huwezi kuishi na mwanaume kibogoyo. Mimi si nimeumia kwa ajili yako au? Mimi si nimetoka kupigwa kwa ajili yako jamani au? Au kwa ajili ya nani? Sasa leo hutaki kuishi na mwanaume kibogoyo. Mimi nikaishi na nani sasa? Kwa hata kumtisha nani amenao kama zombi?
Mimi naona tusilumbane mke wangu. Hebu niache kwanza nipumzike. Kiukweli nasikia maumivu vibaya mno. Yaani hapa hizi taya zote hizi hazifanyi kazi. Yaani unanitia asile mwanaume na sura yako ndefu kama panga wewe. Hebu ngasubiri. Ulali na nani na midamu yako kwenye meno? Yaani ulali na nani kama mjini kama zombie hivyo? Ututishe. Lala hapo chini. Sasa mke wangu mimi naanzaje kulala chini aliyakuwa nina kitanda nimenunua kwa pesa yangu. Kwa jasho langu na nalalaje chini? Ndio kwanza leo utalala chini, yaani kuanzia leo hii. Ndio desturi ya mundani. Sisi tunalala kitandani, wewe utalala chini. Maana hatuwezi kulala na yeye meno kwanza hajatimia mundani. Kwa hiyo utalala utatulinda kwa kutusimamia. Haya nalala chini. Unadhani nitakuonea huruma? Mimi sasa nishakuwa katili. Wewe unaletea ukatili. Nakwambia kaleta udongo, unataka kuleta udongo. Ati nimekawa. Yaani mimi sasa hivi ukatili tu humu ndani. Sijui unanisikia, ewe mwanangu, mimi napata tabu. Ungekuwa unajionea mama yako anavyonipa adhabu. Usiku sila chumba kikubwa. Mwana mbaya huyu. Yaani kabisa ikakubali kulala chini, mimi kaja cha peke yangu, mna mchumba wote unavutisha. Maana kila hapa chini kavile hayupo mtandani, yaani kavile chumbani mwa hayupo. Wewe. Alikwambia ulale hapo chini nani? Kwa hiyo umelala hapo, imadi ukamwambia yule dadako mwasisha mdomo. Kwa mimi nakunyanyasa, si ndio? Wewe mbona unalala mbaya sana wewe? Yaani unatoka si peke yako tena mimi naogopa, wewe unalala hapo chini. Maana yake nini? Mke wangu, wewe mimi si nimekwambia nipumzike ukaniambia nilale chini sasa. Nimekwambia saa ngapi ulale hapo chini? Kwani nimeongea mimi au nimeongea mimba? Kwani mimi nikiongea unataka uulize, ni wewe mama mtu au ni mtoto? Kwa sasa hapa ananiambia nipande kitandani ni wewe ni mtoto? Ni mimi hapa. Yaani kwanza umo tumboni kuna mtoto au kuna bomu la nyuklia? Mimi na mimi nielewe. Maana hata sikuelewi yani. Vitu vyako vingine ambavyo hata haviwezekani. Yaani vitu ambavyo yani havina vichwa wala miguu. Umebeba mtoto una bomu la nyuklia huko. Wewe unaonaje? Hebu njoo upande hapa tulale. Wewe mtoto kaongea. Unaweza kunishtumu mimi. Mimi ndo nimesema sasa. Mtu unakaa na hali yake. Ilishuka ajifunika mimi na mwanangu. Kwanza sogea huko unanuka bwana. Sogea huko bwana. Sio walevi walikukumbatia wala kupiga sio walevi sio walevi sio kina nani. Unanuka alfu za ajabu, unanuka 3000. 3000 zote unanuka wewe. Za mke wangu zinanipa kiwewe. Unajua mimi nimekaa nimefikiria, nimeona kitakuwa ni vyema kabisa kwa hali uliokuwa nao sasa hivi ukienda nyumbani kujisikilizia. Ili mimi niweze kufanya kazi kwa haraka zaidi, kwa muda mrefu, nipambane. Kwa sababu ukiwepo hapa nashindwa kufanya kazi, wewe mwenyewe unaona. Nikiwa kazini nawaza huko nyumbani umeshindaje? Narudi nyumbani mapema. Siku nyingine siendi kazini kutokana na hali yako. Lakini ukienda nyumbani kujisikilizia, mimi nitafanya kazi huku mpera. Na hisi itakuwa vizuri zaidi. Hivyo hapo sawa kweli wewe? Au kidogo jinsi gani? Yaani nimekaa hapa na kusikiliza. Najua labda unaniambia labda mke wangu tuwekelea kidogo kidogo, tufanye kibeseni hapa, mtoto akizaliwa shughuli iwe kubwa pambe. Unaniambia masala nikajisikilizie. Nikajisikilizie nini mtoto ana miezi 5 ndo kwanza tumbo hili. Yaani mimi niondoke ili nyumba faida ngulo, si ndio Ndio mawazo yako sasa, si ndio Ni mwanamke gani wewe unampata na kufushawishi mambo kama hayo ya ajabu ajabu? Sasa kwa taifa lako hapa tupo sambamba. Si unanielewa wewe mwanaume? Sasa hayo mawazo yako. Alafu mimi sipo hapa kwa mashindano. Sipo hapa kabisa kwa mashindano.
wala sihitaji ekaeka na malumbano. Nimekueleza hivyo ili mradi tu unielewe tena kistaarabu. Nimeongea hivyo kwa sababu ya kujenga tu. Wewe mwenyewe unaona. Ukiwepo hapa nashindwa kufanya kazi kwa ufasaha zaidi. Ila ukiwepo mbali mimi nitafanya kazi back to back. Tutapata hata kiasi cha akiba. Tutaweka akiba vizuri, mtoto atakuja atalelewa vizuri kwa sababu kutakuwa na kiasi kipo. Lakini tunavokaa hivi sifanyi kazi, ikitokea dharura nitashindwa mimi. Ndio maana nimeongea hivyo. Sio kwa kugombana. Nimeongea tu ili mradi tujenge, mke wangu. Tuelewane. Na unavyosema kwamba wewe ukiondoka hichi chumba kitakuwa dangula au ni mawazo yako. Mimi nimeongea hivyo kwa ajili ya kujenga tu. Sio kwamba ukiondoka mimi nitageza dangulo hichi chumba, wala sipo huko mimi. Ndo madhara kwa mwanaume ambaye hajasoma. Wenzio anawaza shule, yeye anawaza kamari kwenda kucheza chandimu. Aika darasani amsikilize mwalimu, anawaza saa 4 igongwe akale vitumbua. Hivi mwanaume umesoma kweli wewe? Yaani mtoto atakuwa upendo wa baba na mama. Akiamka baba yupo, mama yupo. Kumbe mimi naenda nyumbani. Kwanza namsumbua nani uko nyumbani? Wakati nataka nikusumbue wewe. Sasa kwa taifa yako tutabalana hapa. Si unanielewa? Hata siku ya kujifungua itabidi mimi nijifungua hapa, wewe uko hapa. Tena itakuwa hata kazini usiende. Tunakaa wote. Sasa wewe unasema tukikaa wote hapa au utakula hiyo mimba? Au ikitokea dharura tutaenda kuitibu kwa hiyo mimba? Nani kwambia wewe maskini? Kwa mtu akizaliwa ajikazaliwa kwenye umaskini. Hivyo ana akili kweli wewe mwanaume anakuwa maskini? Mtu na akili zake timamu afa anakuwa maskini. Sasa maisha yanakuwaje laini kama tujishughulishe? Weza kwa niwezaje? Wenzio waliwezaje? Basi tusipigizane makelele hapa. Naona tutakesha. Ngoja mimi nikaoge nijiandae niende zangu kazini. Ndio dada yako kushawishi Na bado watu hawajasikia. Njoo tulimalize. Nimesema njoo. Leo lazima kuchangamke. Si umejianzisha wewe leo? Hivi basi sijakupa kazi ngumu bado wewe. Unanichukulia hize sana, si ndio nakulemba na kulea wewe mwanaume wewe. Nifanyeje kwanza mimi huyu? Hivi leo nifanyie kitu gani jamani? Sasa nikaombe ushauri, sijui nikamfanyia chochote leo mimi huyu. Nikanipandisha pressure mimi jamani huyu. Makija utantwaro. Mama kija utantwaro. Mama kija cho utantwaro. Mama kija cho utantwaro. Tajiri yangu. Niambie Futi. Umepotea? Kiukweli harakati ni nyingi, mitikasi hapa na pale, mambo ya familia, yani hivyo. Sasa ile taa ambayo ulitengeneza ndio, lakini ukutengeneza vizuri. Kuna muda inawaka, kuna muda haiwaki, yani tafalani. Basi mimi na imani kutakuwa na tatizo kubwa mle ndani. Itabidi nije niangalie mfumo mzima wa hali, alafu nirekebishe. Itakaa sawa. Lakini pia upatikane. Samahani sana, simu kiukweli imezingua na line yenyewe. Kwa hiyo nimebadilisha line. Nikupe namba Sawa. Napata tabu kweli. Hey mama, heka za mama kijacho. Zimenigeuza milinde libo. Akiema mimi nakimbia. Jamani mimba ineni mimba. Heka za mama kijacho. Ananituma kama kijana wa mtaa. Yaani nimewazunguka ili kumtathmini huyo mwanamke ambaye chiangudoa miangu la mkota huko mapichoroni huko eti amkumshawishi miongo mimi anifukuze ili maji yakatawai kwa nyumba yangu. Kwa kitu gani hasa? Kwa istano kichwa au kwa skin tight ulovaa? Au kwa sababu mimi sivai skin tight kama wewe? Listen. Basi ukiona nimesimama na mtu uliza kwamba ni nani. Sio unakufika unaongea maneno yako machafu. Wewe unajua huyu ni nani? Huyu nani sikiangudoa? Uone amevaa vizuri, kavaa t-shirt nzuri na skin tight na umependeza kama hivi. Si mtoka kula kisinia huu. Kwa mimi unipaki kula kisinia, mimi nazidi kukonda na mwanangu kwa sababu ya uchangudoa wako, si ndio Wewe mimi sio changudoa. Wewe ndio unijui vizuri naona wewe. Haya unataka nikujue vizuri, njoo tujuane. Kwani sengo uoni huko? Tajiri,
Naomba msamee bana. Huyu mke wangu msamee, ana matatizo tu. Alafu simuona hali yake Unajielezea sana, njoo mpige. Ampige nani wewe? Tajiri. Ampige nani? Tajiri. Naomba unisamee mimi. Niwie radhi mimi. Huyu mimi ni mke wangu. Alafu simuona hali yake alikuwa nayo. Naomba msamee. Endelea kuongea. Kwa hiyo hii hali yake ndio inafanya achongoe mdomo kwa kila mtu. Wangu sasa hivi anatongoza mabondia. Mbona unazidi kuongea kama mdomo sasa? Basi. Tajiri, naomba msamee. Hauna baya tajiri. Mimi sijajua kama tajiri. Msamee. Mbona nitambulisha kama tajiri? Kuwa na adabu. Eti wewe na adabu. Sogea uone, sogea. Tajiri Aisha bwana. Samahani, nisamee mimi tajiri. Naomba uende. Hebu mwambie awe na adabu. Sawa. Wewe Melissa. Hey mama, heka za mama kijacho zimenigeuza milinde libo. Akiema mimi nakimbia, jamani mimba ineni mimba. Heka za mama kijacho ananituma kama kijana wa mtaa, lakini nampenda siwezi sema. Yaani mimi ndio nimenuna zaidi yako. Watu usiniunishe hapa. Kwa hiyo kutongoza wanawake ambao wana nguvu, umeona nawapiga sasa hivi unaweza kutongoza mabondia, si ndio? Yule mwanamke kakomaa kama vile umemtoa wapi? Alafu ananikaba mimi nanyooloka, wewe umekaa unamwangalia, umemtuma, si ndio Hivyo mwanamke mbona unaekaeka? Mimi nimekuaga vizuri hapa naenda kazini. Kwa bahati mbaya nimekutana na mteja wangu. Nilimfanyia kazi yake lakini hajakaa vizuri. Na pale tulikuwa tunazungumza namna gani ya kwenda kuifix. Sasa kwa nini wewe usingekuja ukauliza huyu ni nani? Unakuja unaniharibia. Ndio nini sasa? Kwa nini usinipigie simu? Mke wangu kunapokuja ukinikuta nina mteja wangu naongea naye usilianzishe. Umekaa kimya mimi nakuzalilisha leo mchana huko eupe una Ramadhani hii. Kwa nini umeamua kunizalilisha? Hiyo fezea umeitaka mwenyewe. Ungekuja kistaarabu pale ukauliza huyu ni nani? Yule dada watu angekukunja au angekufanyia chochote kibaya. Lakini wewe umeshindwa kuja kistaarabu na nimekuelekeza kabisa. Kuwa mstaarabu, uliza kwanza huyu ni nani? Ukajifanya unajua. Sasa hiyo mimba au wewe mwenyewe ndio tabia zako? Sasa kama mimba basi mtoto bora umzae awe njiti atoke hivyo hivyo ili mradi tupumzike. Kwa mimi naongea sasa kuanzia leo ukinisema sasa nitakuwa naongea sio unataka? Haya sasa kaambia wateja zako wote wanikabe waniue. Afu wewe. Yaani sitaki mtu kabigizana makelele sasa ya majirani huko wapangaji wengine wakajua tunagombana. Ngoja niende zangu ndani. Unaona nichanganya. Kwa mimi naongea unaondoka, si ndio Hivyo aliingia nini? Maji yauli sana. Kwa nini kakiwashe ndani huko? Mama kija utantwaro, mama kija utantwaro, mama kija cho utantwaro, mama kija cho utantwaro, mama kija cho. Mjomba, shikamoo. Maraba. Mjomba, huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Lakini kwa kuwa nimekukuta hapa, sina budi kukuambia kila kitu. Kiukweli mjomba, maisha anayoishi kijana wako Sengo hayapendezi kabisa. Hivi unaweza kuamini kwamba amefikia Sengo anavalishwa kijola? Na sio kijola tu, mtaa mzima anazulushwa na mwanamke wake. Hivi uone kama ni kutuzalilisha familia. Tuonekane familia kama mabwabwa machizi tusojielewa. Mimi kikweli sijakubaliana na hichi kitu. Na mbaya zaidi kuna mtu kaniletea taarifa. Nikasema huenda huyu ni muongo anamsingizia. Nikaondoka mguu wangu mpaka kwake. Nafika kweli kavalishwa kijola kama zezeta linashindwa kujiongelea kujitetea kama alizezeta kweli. Kiukweli hali mjomba mimi sijaifurahia. Kama huyu mwanamke kanoga Sengo, hawezi kuloga uko mzima. Kunakoelekea kikweli nitamfumua. Maana kama kisingizio ni mimba, hiyo mimba kabebea dunia. Mbona wanawake wengi wamebeba mimba lakini sio kama wale? Hii sio hali ya kawaida. Hawezi kusingizia mimba. Mwenyewe mbona nimezaa? Sije kumfanya hivyo mume wangu. Sengo huyu avae kijola Sengo. Sengo huyo mjomba, hakuna mwingine. Kwa hiyo manake anavalishwa na mke wake, si ndio? Sasa kama mke wake anaweza kumvalisha kijola, manake Sengo anamsikiliza mkewe kuliko chochote. Yaani hana kauli. Anko, mimi naishi kwenye vikao vya wanaume hilo ya kuzingatia. Sengo huyo ninayekwambia. Tena aliko kama lizuzu kiukweli. Wanaume hatuko hivyo. Mbona nimekuwa nikimwelekeza namna ya kuishi kiume kabla hata hajaoa yule mwanamke? Sawa. Mimi nimekuelewa. Hapa sasa hivi natoka na mfuata kwenda kuongea naye. Yaani nikitoka hapa naenda kuongea naye huko. Kiukweli zungumza naye.
Na usipoweza kufikia mwafaka nitammaliza huyo mwanamke. Hawezi kumfanya ndugu yangu kama Zuzu, kitu ambacho siwezi kukubali kakaangu adhalilike kiasi hicho. Ulifanyia kazi mjomba, nitamuua yule mwanamke. Oho. Hey mama, heka za mama kijacho, zimenigeuza milinde libo, akiema mimi nakimbia, jamani mimba ineni mimba. Mjomba, mbona nimepokea taarifa zako mbaya sana? Wewe ni mtoto wa kiume na tumekulea katika misingi ya kiume, ila mbona unaiacha hiyo? Mjomba, taarifa gani hizo mbaya kutoka kwangu umezisikia? Nimepewa taarifa na dada yako kwamba unavishwa kijora. Tena inaonekana unaishi kwa matatizo sana na mkeo, na ndio anaokupelekesha mpaka unavaa kijora mtaani. Kweli? Sasa mjomba, unaliamini hilo? Mimi mtoto wa kiume, umenilea katika maadili mazuri, kweli nivae kijora mjomba? Naanzaje kuvaa kijora na kutembea mtaani? Na anaanzaje kutawaliwa na mwanamke mjomba, kwa misingi ulionilea mjomba? Unaliamini hilo? Kwa hiyo taarifa alizoniambia dada yako ni kwamba amenidanganya, sio? Mimi na imani dada tukasikia kutoka kwa watu. Unajua kuna siku alikuja hapa nyumbani kwangu na nikasikia kwamba wanashauti na mke wangu hapo nje kwamba amenivalisha kijora, ananitembeza mtaani, sijui ananitawala. Mimi baada ya kusikia hizo purukushani nikatoka. Baada ya kutoka nikaongea naye lakini hajanielewa. Sijui ananielewa mjomba. Baada hapo alivyoondoka na hisi ndo akatengeneza maneno ya kwake na hayo ambayo ameyasikia kwa watu akaamua kufikishie wewe mjomba. Lakini mimi siwezi kufanya hicho kitu mjomba. Karibu mjomba. Asante. Shikamoo. Marhaba. Karibu. Muda mrefu mjomba. So muda mrefu sana. Sema tulikuwa na mazungumzo nikashindwa kukuita kwa haraka. Karibu mjomba. Asante. Vipi nikuandalia chochote au umefunga? Amna. Nimefunga. Wewe naye mwezi huu mtukufu mwambie mjomba muandalie chochote, wewe mjue mjomba. Sije na mtu mzima labda. Kafunga bwana. Mbona mambo ni tofauti na nilivyoambiwa? Inaonekana mnaishi kwa amani kabisa na mnapendana. Ni kweli mjomba, mimi nimekwambia tunaishi vizuri na mke wangu, yani tunapendana kabisa. Hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo ni maneno tu dada kaamua kuyatengeneza na mengine amesikia kwa watu mjomba. Basi hapa mjomba inabidi uwe makini. Kuna watu watakuwa wanamnyemelea mkeo. Kwa hiyo wanabidi wasambaze maneno na kujaza chuki kwenye familia ili tukwambie umwache wampate. Kwa hiyo kuwa makini kwenye hilo. Ni kweli kabisa mjomba. Yaani watu wa mtaa huu kila siku wanampelekea hivi maneno. Imai tugombane mimi na mume wangu. Mjomba, kuwa makini kwenye hilo. Nimekuelewa mjomba, nitakuwa makini. Basi mimi kwa kuwa nimewaona kuna amani, acha niondoke na nitalifikisha pia kumweleza kwamba aachane na kusikiliza maneno ya watu. Mjomba. Karibu sana mjomba. Mimi sikusindikizi mjomba. Haina shida, kuwa na amani. Usubiri tafutali mjomba. Hamna usijali. Hey mama, heka za mama kijacho, zimenigeuza makija utantoro. Sasa mke wangu ndo mambo gani sasa haya? Dakika chache tu penzi lilikuwa zuri, penzi limenoga, penzi shata. Sasa hivi tuna ushaanza kisirani chako, ushaanza ikaeka zako. Ndio nini sasa? Kwa hiyo ndio umemtuma dada yako akamwambia mjomba maneno, si ndio Jamani. Hivi kiukweli wewe kwa akili zako timamu mke wangu, mimi naanzaje kwenda kumwambia dadangu akamwambia mjomba maneno hayo? Naanzaje? Aliyakuwa mwenyewe umeona hapa, kaja hapa nimekutetea na nimepambana kuhusu hilo kwamba hujanivalisha kijora, tunaishi vizuri kwa amani. Sasa naanzaje kumwambia ndio akamwambia mjomba? Kwa hiyo umenishindwa, unamtuma dada yako, si ndio? Yule dada yako ndio ana mdomo sana Si mchawi yule dada yako yule. Acha hayo maneno basi. Tukae kwa amani tutulie. Mbona hapa muda mfupi tu nimeenjoy ndoa tamu kumbe. Ila ukianza kaeka zako mimi naona hata balaa yani. Mbona hivyo? Ujue nyinyi wanawake kama nyinyi ndio mnawafanya wanaume wengine wanatoka katika ndoa zao kwa sababu yenu nyinyi. Mtu anarudi nyumbani hana amani, hatamani hata kurudi nyumbani. Akirudi nyumbani eka tu. Mtu mpaka anaamua kutafuta kamchepuko ili akatulize akili zake. Mimi ndio napoona sana poelekea kutafuta kamchepuko nitulize akili zangu. We subutu. We uchepuke, chepuka uone. Nenda nikakikate kwa kitangu ngakalie na chumvi mimi.
Na hivi ninavyosikia kichefuchefu. Kwanza kuna hali taisha njia. Ndio unajisikiaje sasa? Najisikia kuendesha na gari. Utuendeshe. Sasa Melissa, hiyo gari mimi naitoa wapi? Wewe umeona mimi tangu lini namiliki gari? Hiyo sijai kumiliki baskeli wala mkokoteni. Hilo gari mimi nalitoa wapi sasa? Kwa nini mpe mtu ujauzito afu una gari? Kwani mimi na tulivyoanza mahusiano mimi uliniona na gari? Si ulikuwa unajua kabisa hali yangu mimi ungaunga mwana? Leo hii kwa nini unaniambia kwamba kama sina gari nazaje kumpa mtu ujauzito? Kwani wakati tunaanza mahusiano ulikopona mimi hapa? Si umenipa mimba baada ya kuanza mahusiano? Ndio nataka gari sasa uniendeshe. Kwa hiyo anakusema kwamba huyo mtoto baada ya kuingia huko tumboni anaamua gari. Kawa dereva au? Kwa hiyo si una gari. Mimi nitakuonyesha gari sasa. Subiri nitakuonyesha. Sasa utanionyesha nini? Mjomba! Mjomba rudi, hatuishi vizuri mjomba. Ba mimi ningemwambia ukweli, mjomba kanilivaa kijola. Sasa hiyo gari mimi na gari mimi nalitoa wapi au? Akiema mimi nakimbia. Jamani mimba ineni mimba. Mimba. Heka za mama kiacho. Ananituma kama kijana wa mtaa. Lakini nampenda, siwezi sema. Nabeba mzigo wangu kwa raha. Kwanza na wewe umemkopea nini? Kwa nini usingembutua kwanza? Mtu anapita njiani na manganuka utafikia anacheza makida. Malizana naye konda huyo. Yaani nyinyi mkiona watu wamenunua gari tu mnaanza kuwasababishia ajali kwa sababu gani? Na alivyo vile mrefu tafikiri mvua. Yaani hapo ulipo umesahau kitu hichi kimoja, usiseme mrefu kama mkojo. Sema mrefu kama kinyesi cha mtoto. Pumbavu. Sura kama malaika wa monchwa. Mungu tuondoke. Una mtoto anataka kulewa tumboni. Na huyu anywagi bia, huyu anakunywaga mnazi uliochacha. Kumbe. Simona mdomo umevunda. Toi. Kama mmeu. Yaani hiyo mimba utasema mmebeba wote wawili, lakini kumbe ni mtu mmoja tu. Na hiyo mimba mimi na mashaka nayo, sijui ni mimba ya chula hiyo, inakaa chula kinaruka ndio maana kinawachanganya. Sasa mimi nikwambie kitu kimoja, uliveshwa dera. Leo unatembezwa barabarani kama dereva wa madaladala. Kesho kutwa wanakukuta umebadilishwa jinsia mbwa. Hey mama, heka za mama kijacho. Zimenigeuza mimi nilipo. Akiema mimi nakimbia. Jamani mimba ineni mimba. Pipi! Tumefika. Sasa tukianza kununua gari. Bado tujenge nyumba ya udongo. Ili sikuingia usiku nisikutume udongo. Tunamega tu udongo na kula nikijisikia hamu. Au unasemaje? Kweli mke wangu. Sasa namna hiyo. Sasa tunapaki hapa gari. Uipaki hapo ili vya viasidinali waje kuichuna hapa. Gari mpya, gari nyeupe, japo kwa rangi sio. Mke wangu, hakuna mtu yote anaweza kuchuna hii gari. Tunaipaki hapa na itakuwa sehemu salama kabisa. Subiri nje kukufungulia mlango. Wow. Kumbang. Malkia kwenye ubora wake. Namna hiyo. Haya. Kinatokea kitu gani? Mali kwa nasubiri kwa hamu. Yaani nimekaa hapa ni bado tu nafsi yangu hailipi vizuri. Niko kuna wasubiri tufanye nini itoke. Waone kwanza. Tena huu ndio mwaka wetu wa maendeleo. Tumeshaanza kununua gari tujenga nyumba. Tena tutaanza kujaza magari hapa eneo zima ili magari yetu sisi. Tena hivi kwa nini mume wangu asinunue nyumba mimi nitaomoe nyumba? Ili nionyeshe mashtati yangu. Waone visiwa na unao kandi mwelokauka. Hamna haya nyie. Mke wangu basi inatosha. Ngoja niape vipande vyao. Kwa nini watucheke? Wacheke kwa lipi? Tunafanya kosa gani mpaka tucheke? Wasamee mke wangu, hatuende ndani. Nitacheka sana mwaka huu. Tunaanza maendeleo sasa. Gari
Gari. Sijui unanisikia, ewe mwanangu, mimi napata tabu. Ungekuwa unajionea mama yako anavyonipa adabu. Usiku silali, mchana ikaeka. Kwa hiyo huyo mgeni amefikia wapi? Kanipigia simu asubuhi, kasema yuko njiani anakuja. Na ushamwelekeza pa kufikia? Nimeshamwelekeza. Kwa hapa ndio namsubiri. Sasa hizo ekaeka muda wote za kujilemba ni kwenda tu kumpokea mgeni hapo stendi au una mambo yako mengine? Kwa nini unanionea wivu? Mbona kama una doubt sana kuhusu mimi kujipodoa? Ulidhani ndio umeniweza labda hapa nimezeeka. Bado unalipa mtoto. Kukuonea wivu lazima, kwa sababu wewe ni mke wangu, lazima nikuonee wivu. Sasa nataka nijue mashedo, mawanja, nini, vurugu mechi, mawigi. Wakati mgeni unaenda kumpokea tu hapo na kurudi nyumbani. Yaani usione napenda kujipodoa hivi. Huyu mtoto ni wa kike anayekuja. Kwa hiyo kila wakati ananipa hamu ya kujipodoa. Hivi unajua mimi unaniuzi unavyojipodoa hivyo mawigi manini, kwa sababu haupendi kuoga. Ukiona mjamzito hapendi kuoga ujue ni mtoto ni wa kiume. Mimi najua ni wa kiume. Kwa hiyo unavyomlemba hivyo yani unanikwaza kweli rafiki yangu. Kwanza unamtangazia nani kama mimi sipendi kuoga? Kwa watu wote wajue kama mimi sipendi kuoga. Na aliyekwambia mtoto wa kiume ni nani? Huyo mtoto ni wa kike sio wa kiume. Hawezi kuwa wa kike. Huyo ni wa kiume. Huyo mtoto sio wa kiume, umesikia? Nimekwambia mtoto ni wa kike. Sasa wa kike vipi? Huyo mtoto wa kiume mimi ndo najua, najua jinsi ulivyo, najua unavyomsumbua baba yake, najua kwa sababu huyo ni wa kiume. Angekuwa wa kike asingenisumbua, angenipenda babake. Ila huyo ni wa kiume mke wangu. Nimekwambia mtoto wa kike huyo. Mtoto wa kiume. Sasa Melissa, huo ugomvi yana umetokea wapi? Ugomvi. Nimekwambia nijibu mtoto wa kike wa kiume. Sasa ndo nikunja kweli? Basi huyo mtoto ni wa kike. Mtoto wa kiume kwani umeweka kwenye tumbo lako huyo? Kwa ushaniharibia siku, toka hapa. Sijui unanisikia, ewe mwanangu, mimi napata tabu. Ungekuwa unajionea mama yako anavyo. Tena ole wako huyo mdogo wangu aje afanze mazoea naye. Sasa mgeni akija nisiwe naye karibu vipi? Huo ndo ukarimu. Mgeni akija lazima uwe naye karibu, uongee naye, umjulie hali, ujue alipotoka. Huo ndo ukarimu wa Tanzania. Sasa nisiweka naye karibu kivipi sasa? Najua sisi kwa tu ni beautiful. Sawa Kwa hiyo sitaki. Najua mdogo wangu ni pini. Basi mwanangu, niwaze babako wa kukuzalilisha. Alafu mbona huyu atokei mpaka saa hizi? Ndio nikamfuatilia huko. Mwenye si nimeka wapi? Basi kafikia. Heka za mama kijacho. Zimenigeuza milinde hivyo. Juzi nimeingia pale kati, kuna mtoto mmoja akajichanganya, nimemsangalanyua kila kitu mwana. We. Mwenye nakwambia. Sasa mwanangu, maisha bana, life imekuwa changamoto kinoma yani. Kazi hivi na hivi, kiingia chocho hivi, mashemeji, mapolisi wako na wewe. Yaani siku masela wengi wanaanza ajira mwanangu. Kuna muda nafikiria mimi niacha mambo. Tuna maisha gani? Ila mwanangu, si unajua mimi ndo kontaa hapa. Mimi mwanangu nakupa madingi ya hela. Sana madingi hapo 2200. Dingi gani hayo? Nipe madingi ya hela. Oa, mwanangu mimi nakupa dingi. Tena kupiga mtonyo mrefu. Sikia, wewe unazingua, shida umekaa sana mkwenu. Toka pale wewe uje uingie kitaa uone. Wewe na hivi. Ndio dada, nimefika sehemu uliponielekeza. Ndio nimepaona. Si mtoto huyu, unamjua huyu?
huyu kama kuku wa kienyeji huyu. Kwa hiyo wa mali weka hapa tuondoke. Hili kitikio ya wahuni. Tuko block, tuko rada, tuko fully. Kama hujui basi kakando tulia. Himta unacheza na roho chafu sutoto shule. Hili kitikio ya wahuni. Made wako wanasema sisi ni wasumbuaji. Mabesto wangu wote wako juu ya shughuli. Ukisikia hii sauti jua tumeshajipanga fully. Hili kitikio ya wahuni. Tuko block, tuko rada, tuko fully. Kama hujui basi kakando tulia. Himta unacheza na roho chafu sutoto shule. Hili kitikio ya wahuni. Made kwa kienyeji. Mtoa kilicho chako weka chini utambaye. Nisikia nilichokwambia au? Weka chini hapo vitu vyako. Maisha na haraka. Oa. Toa kila kitu. Toa kila kitu. Shamba. Hey mama, heka za mama kijacho zimenigeuza mimi nilivo. Akihema mimi nakimbia, jamani mimba ineni mimba. Heka za mama kijacho ananituma kama kijana wa mtaa, lakini nampenda siwezi sema, nabeba mzigo wangu kwa raha. Unavyotaka siviwezi, vingine sijawahi ona. Una muda naishiwa pozi, mwenyewe unaona poa poa. Mama kija utanitoa roho, mama kija utanitoa roho, mama kijacho utanitoa roho, mama kijacho utanitoa roho, mama kijacho. Sijui unanisikia ewe mwanangu, mimi napata tabu. Ungekuwa unajionea mama yako navyonipa adabu. Wewe vipi, mbona kama umechanganyikiwa? Uko pekupeku na hapo unafanya nini? Alafu kwa nini nakupigia simu zangu haupatikani? Wacha tu dadangu, wamenipora huko, wamenikaba, wamenibebea kila kitu, ndio maana hata sipatikani. Wamekupora? Na watu wenyewe hata siwajui. Wamekukaba? Ndio. Huyu ajifanya yeye mkabaji hapa kitani nani? Ukimwona unamjua? Nawajua vizuri nikiwaona. Basi ukanipeleke, maana haina haja kuongea mengi. Hapa jasho linatirika, twende. Tondoke. Usiku silali, mchana ekaeka, kazini siendi, kwa vyako vibweka. Siku silali, mchana ekaeka, kazini siendi, kwa vyako vibweka. Unaona mwanangu, sasa sikia. Leo ni pasu. Masuala kwa unaenda kuuza mali 20,000, unaniletea sijui 2,000 3,000. Oa. Leo ndinda kidindi ukidindi na kutia mimba. Pasu. Oa mwanangu, sitaki pigo hizo. Acha tamaa bwana. Yaani wewe unaniambia tamaa kwenye haki yangu? Mali yangu ishakuwa tena, sina tamaa. Naongelea haki.
mbona kama imali. Mwacha tamaa bwana. Oa vipi mwanangu, susubiri tu ile pasu. Wewe unashindwa kujishikilia mwanangu. Yaka kenyewe babu. Vingine vikuhusu, acha vikupita. Ndia wewe. Sasa mila nini unanipa? Eti anasusa. Sasa mimi na demu naanza kulipa mashati napeleka hapa mashati. Demu mwenyewe sina. Ashikilia sasa. Mimi sitaki. La nini mimi napeleka demu sina mimi? Vitu kama unavyoona vimeisha. Kama utaki unanipa shilingi ngapi? Shilingi ngapi hivi? Unatoa shilingi ngapi? Afu iweje? Wote baki na hiyo, mimi nabaki na ile tambo. Alafu wewe baki na hiyo. Mimi nikauze, tutakuja tugawane. Mimi sitaki mambo yako kulalamika mwanangu. Chukua nalo betri kama ongezeka kama ofa. Sikia. Sioenda kuuza upige hela yote. Usiponiletea mimi hela kwenye hiyo mali. Tunapasuana mwanangu. Silembi kama sherembi. Nitakupasua. Mbona umekimbia? Ungerudi hapa. Jambazi mkubwa wewe. Muone kiuno chake kama shemeji yake nge. Haya na wewe. Mwenzako amekimbia. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu heka zangu nadhani anazijua. Yaani shengesha zangu anazielewa. Wewe umekaa hapo sterling wa kindi. Alafu, wewe bado mzuri sana wewe. Yaani wewe mrembo kabisa. Yaani wewe kwa ndani na kuhudumiwa. Kwa nini unakuwa jambazi? Na usikute hizo bangi hizo ndio zinakukuza wewe. Wewe mbwa ni nani unakuja kubweka kwenye uwanja wangu? Mimi mbwa. Unataka nianze kukubwekea Si ndio? Nibweke? Na unajiamini nini hasa? Wewe, huyu si ndo kakuibia? Ndio, ni huyu tena na mwenzi aliokimbia. Haya, toa sasa vitu vya mdogo wangu. Sasa hivi vitoe. Usije kuniletea zeshi. Nitakutibua wewe na hicho kimimba chako. Hivi unanijua vizuri wewe? Yaani mimi hapa kitami ndo kontawa. Semaje wewe? Toka hapa na. Mama. Vipi jamani, mbona hapa lakini? Sengo. Huku mambo tayari, hebu chukua vifaa tukutane hospitali, fanya haraka. Usiulize tena wewe, mambo tayari huku bwana wewe. Basi. Tulia Melissa, tulia. Tulia Melissa. Njenje. Hebu leta bajaji huku mtaa wa Loliondo, fanya haraka, mambo yashatuharibikia. Fanya haraka ndugu yangu, fanya haraka. Wewe njoo sasa hivi, njoo. Haya.